wote kwa ujumla. Tunawashukuru kwa kutufanya tukusanyike hapa, lakini nitatumia kama dakika 3 hivi kwa sababu wenzangu wametumia muda mchache. Nitumie dakika 3 kwa ajili wao wamekuwa na machache, mimi na mengi kidogo, lakini yote ni kwa ajili ya kujenga. Bwana asifiwe. Nitafundisha kidogo kuhusiana na masuala ya ukatili, kwa sababu kwenye jamii tunayokaa na mambo haya yanafanyika, na tukiendelea kuyafumbia macho haya mambo ya ukatili, huenda tukapata viongozi ambao hawatakuwa na msaada kwa taifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukatili maana yake nini? Kwamba ni kitendo cha kumfanya au kumfanyia mtu jambo ambalo unakwenda kumuumiza. Kufanya kitu au kitendo chochote ambacho kinakwenda kumuumiza mtu, na huyu anayefanyiwa tukio la ukatili anaitwa mhanga. Aina za ukatili tutazitaja 5, lakini kwa ujumla wake kwenye jamii tunashuhudia aina nyingi. Bwana asifiwe. Aina ya kwanza inaitwa ukatili wa kisaikolojia. Unapoambiwa jambo lolote ambalo linakwenda kuumiza au kuharibu mfumo wa ubongo, ule tunaita ukatili wa kisaikolojia. Aina ya pili inaitwa ukatili wa kiuchumi. Mtu una uwezo wa kufanya kazi, ukazalisha, ukaweza kujihudumia mwenyewe mahitaji, au ukaweza kuingiza kwenye pato la taifa. Sasa unazuiliwa kwa namna yote ile, ule pale tunaita ni ukatili wa kiuchumi. Lakini tuna ukatili wa kimwili. Watoto wanapigwa, watoto wanafanywa vitu vya ajabu, mwisho wa siku wanapoteza malengo, ule ni ukatili wa kimwili. Lakini tunao ukatili wa kingono. Wapo watu ambao wanafanya biashara katika mazingira ambayo hayapo recommended. Wapo watu ambao wanabaka, wapo watu ambao wanalawiti watoto wakiamini kwamba kupitia kufanya vile vitendo wanakwenda kufanikiwa au kupata mafanikio makubwa kwenye fedha. Ule ni ukatili. Bwana asifiwe. Aina nyingine ya ukatili ni ukatili wa kisiasa. Wapo wanasiasa ambao wakisimama kwenye majukwaa wanafanya siasa ambazo ni chafu, zinakwenda kuharibu amani ya nchi yetu. Ule ni ukatili. Bwana asifiwe. Aina nyingine ya ukatili ni ukatili wa kimtandao. Tunafahamu teknolojia sasa hivi ipo juu sana, tupo kwenye ulimwengu wa 4G. Tunaona kwamba vitendo vya kiukatili vimeshamiri. Bwana asifiwe. Sasa fikiria kama ukatili upo namna hii kwenye 4G, what if tukifika kwenye 5G? Maanake ukatili utakuwa katika kiwango cha juu. Bwana asifiwe. Na sisi vijana ambao tuko hapa tunakwenda kuwa ni sehemu ya jamii, kwa lazima tufahamu kwamba hivyo vitendo havikubaliki. Bwana asifiwe. Nimetaja aina ngapi za ukatili mpaka hapo? Ngapi? 5, sio? Yes, niliahidi kwamba nitataja 5, lakini madhara ya kufanya ukatili ni pamoja na mhanga anakuwa hana confidence. Anakuwa hana nini? Confidence. Anayefanywa ukatili obviously waga anapoteza confidence. Kama ni mwanaume alipaswa asimame kwa nafasi yake, mwisho wa siku anapoteza ile nafasi. Bwana asifiwe. Kama ni baba, lakini pia hata mama anapoteza nafasi yake. Lakini kuna magonjwa. Bwana asifiwe. Madhara yapo mengi. Kuna vifo. Bwana asifiwe. Lakini zaidi ya yote kuna kipengele cha malezi. Wazazi tusimame kwa nafasi zetu. Baba asimame kwa nafasi ya baba, mama asimame kwa nafasi ya mama, na mwisho wa siku baba na mama wakisimama sehemu nzuri, wanaweza kumfanya mtoto akakuwa kwenye mazingira ambayo tunataka Mtanzania awe. Ukimsikiliza Donald Trump, amesisitiza watu waliokwenda Marekani kule wanategemea wapate watoto kule warudi kwenye nchi zao, ili mwisho wa siku waweze kukuza uchumi wa nchi yao, na ikiwezekana kuwakemea wale wanaofanya vitendo vya vihalifu. Bwana asifiwe. Na sisi hapa tunakwenda kuwa ni viongozi. Kwa hiyo tukisemezana hivi, maana mwisho wa siku tuna wabunge hapa, tuna mawaziri, tuna marais hapa. Sasa
ukiwa na hiyo elimu kidogo, utakwenda kwenye kusimama kwenye nafasi yako vizuri. Bwana asifiwe. Mwisho nimalize na wimbo. DJ, kama upo vizuri, wimbo ukisikiliza vizuri, umetoa dhana nzima ya ukatili. Kwa nini tupinge ukatili? Bwana asifiwe. Wapi tupeleke taarifa zinazohusiana na nini? Na ukatili. DJ, kama upo vizuri, twende kazi.